Jambo mpenzi mtazamaji mahali popote ulipo bwana. Tumeingia kwa mpigo sana. Vijana na jamii ndani ya Joy and Hope. Mahali popote ulipo najua uko tayari kabisa kuweza kwenda pamoja nasi. Studioni ni Mheshimiwa Care Wycliffe tayari kukuletea vijana na jamii. Pamoja nami kuna mgeni Pastor Dennis, karibu sana. Nimeshukuru ndugu. Yes. Nimekuja tena. Habari ya kule utokako? Nimewacha familia pamoja na waliokita imani ya wokovu kule wakiwa sawa. Nashukuru kwa ajili ya kuja tena. Hiyo ni sawa kabisa. Asante. Tunashukuru sana mpenzi mtazamaji, tunakukaribisha ili kwamba tuweze kuenenda pamoja, tupige story. Hapa ni kupiga story. Naomba kwamba kila wakati hapa ni kupiga story, kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho tunakiongea hapa kinakuwa cha manufaa kwako na kwa vijana na community kwa jumla, ama maeneo yetu yote, aswa sana katika taifa letu la Kenya na pia vijana kote duniani ambao wanatutazama. Labda tungependa tuanzie katika masuala haya. Kila wakati wamekuwa kiuliza Mheshimiwa Kea, vijana na jamii, tuko hapa, tuko kwa mpigo na tunahakikisha kwamba kila kitu kitakuwa kinatuendea kwa njia iliyo bora zaidi. Kwa hivyo tunaanzia wapi mchungaji? Leo hii tuko tarehe 18. Tarehe 18. Mwezi wa 3 tutajaliana mambo manne. Haswa kama muda utaturuhusu huenda labda tutazidisha na vipengele tofauti. Ndio. Lakini kwa utaratibu nitaomba tutashika upande wa imani. Imani kumaanisha ukiwa na imani, unajua imani ni maono ambayo inatembea. Utakuwa na maono kwa maisha. Na haswa sana kwa vijana. Tutaongea kuhusu pia maadili. Hiyo ni kumaanisha kuna matendo pale na tabia njema. Alafu jambo la 3 kama kutakuwa pia na ubunifu. Ubunifu hiyo ni kufumbua maneno ama katika akili, masomo, wapi na wapi. Jambo la 4 tutaongea kuhusu uaminifu kwa vijana. Tutafanya aje ndiposa tuweke uaminifu kwa hawa vijana wetu wanapokuwa watu wazima, wakuwe viongozi bora wanaohitajika katika jamii, boma, pamoja hata na serikali Jamhuri yetu ya Kenya. Nafikiri hayo manne na ziada. Tukiongezea labda kuhusiana na mifumo ya kijamii, kidini, siasa, unapata kwamba vijana wanaingizwa katika kila sehemu. Katika kila idara unapata kwamba vijana wanaingizwa. So unapata kwamba vijana hawa ambao tuna expect ya kwamba watatusaidia kesho, au ndio vijana unapata kwamba wanatumika sana vibaya. Kwa hivyo ndio baadhi ya mambo ambayo tungependa tukue tunayaguzia. Bila shaka. Naam. Kwa hivyo labda tuanzie ile point 1. Nitaanza pia hapo kwa kutanguliza kwanza. Naojua katika mtandao ulimwengu na nitazama kote. Kule Tanzania marafiki nimekuwa nikiwaarifu nitakuwa kule studio wakisema hakika tunaomba tukaweze kusikia maadili kwa ajili ya vijana ndiposa pia sisi tueneze ujumbe. Uganda vile vile nishukuru kwa ajili ya pia hata studio hii ya Joy and Hope. Maana katika ujumbe huu utafikia wengi na utarekebisha kwa mambo 2 matatu au na hata zaidi. Kwa hivyo nianza na kusema kwamba vijana kusema ukweli ndio nguzo ama nguvu katika jamii. Yes. Si katika ulimwengu mzima, si katika karakano za serikali. Kwa hivyo kipengele cha kwanza imani. Ya kwamba ningelipenda nisimame kidete kama mzazi nikaweze kuelekeza vijana ambao wananisikia na wala ambao watasikia huu ujumbe pia wapashe wengine. Ya kwamba tukae tukiwa tuko na msingi ya kwamba katika imani naweza tenda hili. Na unapokuwa na imani, haswa mno mimi napenda kama mhubiri, mwinjilisti kutumia aya kwenye Biblia. Hatutasoma hapo. Unaposoma kwa mfano kwenye maono ya Habakuku, nabii mdogo 2 kule 2 na 3 inasema kwamba tunapenda kuandika maono yetu chini. Unapoandika maono chini unakuwa na ile imani ya kwamba hili jambo linaweza tendeka hakika na uweke mkazo litatendeka. Kwa hivyo itakuwa vyema kwamba tukiwa na ile mindset kama vijana ama vijana wakiwa na ile mindset, yani kwa kwamba ninaanza safari lazima nikuje nikaweze kuitimiza. Kuna uwezekano. Hilo ni jambo la kwanza. Ndio. Sijui kama utaniruhusu niende kwa hoja ya pili. Twende ya pili. Hoja ya pili pia nimelenga hapa matendo na kauli. Haya matendo ningeliweka katika vipengele viwili. Kuna sehemu ya wazazi. Wanafaa usike kwa watoto ama vijana
kuna sehemu ya vijana kama wanarika pia inafaa wajukumike katika maisha yao katika karne ya saizi ya 2020. So ninataka niongelee kuhusu jinsi ya kuelekeza kama mzazi unaweza jimudu aje. Najua kutoka kwa viwango tofauti, kuna ile kiwango ya maisha ya utajiri, kiwango ya katikati, hiyo ni average class, na ile ya chini. Lakini somo langu ama kuelimisha kwangu ingelikuwa tu bora nielekeze jumla ya kwamba kama mzazi unahitaji ufanye nini kwa mtoto wako. Jambo la kwanza, pea mtoto wako mahitaji ambayo yanahitajika. Mahitaji kama yapi? Saizi watoto tunawatuma kwa shule, na kwa shule saizi wameintroduce ama wamebuni ile hali ya kwamba watoto wanakula hata shuleni. Kuna wengine wako sebuleni kama boarding schools, wanahitaji wapewe pocket money. Na unakuta wazazi wengine wananyima watoto haki zao. So mtoto anahitaji apewe haki, maana hata wakati wako pia ulipokuwa ungali mtoto ulipewa. Wenda labda mzazi alizingatia akaweza kuhitimu ya kwamba wacha nijinyime, lakini mtoto apate elimu, akue. So wewe kama mzazi wako alijaribu kupa mahitaji yako kikamilifu, si hali ya kupa pocket money, hiyo ni basic needs, alikuvalisha. Vile vile unahitaji pia ukatende kwa mtoto wako. Na nisema aje mtangazaji, hii itatupa nafasi mwafaka sana kwa ajili ya kuzuia watoto wetu kujiingiza katika sehemu ambazo hatuwezi zikubali. Mfano gani? Mtoto shule zitafunga, vile wamekuwa half term katikati ya likizo, na inajikuta kwamba mtoto amechukua pikipiki, ana hata labda kitambulisho, ana kitambulisho, ameenda kule barabarani, ameanza kuendesha pikipiki, anafanya, amekuwa dereva tayari, anafanya uchukuzi. So hapo tunasema mtoto anaona baba labda hajukumiki, niko katika hiyo kipengele mahitaji. So wakati unapojukumika kwa mtoto, unamzuia kwa ajili ya kutenda mambo mengine ambayo haimfai. Labda ako pale barabarani hajahitimu kuendesha pikipiki, apata ajali. Lakini kama unamtimizia mavazi, unampa chakula, malezi bora unampa, ako na sehemu ya kulala ambapo inamfaa, hiyo inakubalika. Sasa wewe ni mzazi bora. So kama mzazi inahitaji tukaweze kuwa tunalenga kutimizia watoto mahitaji yao kwa wakati ambao unafaa, lakini itategemea pia na wastani ama umri wa katikati ule pia unatatiza, tunaitanga adolescent ama teenage, inatatiza sana. So itakuwa na uangalifu kwamba kwa mfano mama, hapo sasa nitaguza upande wa wazazi kwa wakike. Itakuwa vyema angalie kama msichana ni wa kike, hiyo umri mtoto anahitaji. Kuna radhi hapo utapata mtoto anahitaji labda kama ni msichana anahitaji visodo. Sodo zile. Na watoto wakatua na kuanga na ile shyness, yani ile aibu, anaogopa hata kujieleza. So itabidi ujue mahitaji ya huyu mtoto ni yapi kwa wakati huu. Je, amebalehe? Kawaida tu kama msichana mwingine anahitaji, mweke katika kikao kwa ajili ya guiding and counseling. Ya umpe mashauri ya kutosha, hii ni hali ya kawaida. So jua mahitaji ya mtoto. Hiyo nafikiri tumeshikanisha upande wa matendo kwa ajili ya wazazi. Labda turudi nyuma kidogo. Naam, utapata kwamba vijana wamejiingiza katika mambo vile umesema pale mwanzo kwamba nakuta mtoto amechukua pikipiki pale, ameingia pale barabarani kwa bahati mbaya, jambo likamtokea. So, kwa sababu ni maadili mema hayakuwekwa, unapata kwamba hizi lawama zinarudi kwako kama mzazi. Kwa sababu sasa unabeba mzigo ambao si wako, unabeba mzigo wa mtoto. Ni kwa sababu tu labda haukufunza mtoto huyu maadili mema. Sasa wakati anapoanza kuingia katika ujana, unapata kwamba sasa anaanza kujiingiza mwenyewe kwa sababu hakufundishwa. Sasa na pale ambapo anaingia ndio unapata huenda akiingia anapata matatizo badala ya kupata wema ama uzuri. Kwa hivyo naunga mkono kwamba mambo mengi huchangiwa na wazazi. Mambo mengi huchangiwa na wazazi. Kwa mfano, utapata labda mtoto wako labda katika tuseme ni youth, labda amehitimisha miaka 18, amemaliza shule pale sekondari, hajaingia kwenye chuo kikuu, na unaanza kusikia fununu
kwamba labda katika jambo fulani mtoto wako amehusika, katika kosa fulani mtoto wako amehusika, lakini kama mzazi hauchukui nafasi ya kuzungumza na mtoto, hauchukui nafasi ya kutafuta ushahidi wa jambo lile, unasema kwamba mtoto wangu mmeonea, mtoto wangu mmemfanyaje, mtoto wangu mmemfanyaje, lakini at the end of the day unakuta kwamba mtoto sasa yanampata pale nje, lawama zote zinarudi kwako kama mzazi. Maanake ulipopewa ripoti ya kwanza na ya pili na ya tatu, haukuchukua hatua ya kutafuta ushahidi ili kwamba urekebishe. Wanasema kwamba samaki mkunja angali mbichi, na mtoto mleavyo ndivyo akuavyo, na akili ni nywele, na pia sasa, na akili mingi huondoa maarifa. Solomon anamfurahisha unaposoma hiyo ni methali, kwa sababu ya muda ataipitia, lakini ukisikia kule nje utaipitia. Unaposoma methali mbili kuanzia kwenyewe anasema mtoto wangu sikia mawaidha yangu, na unaposoma 3:1 inasema mtoto wangu shika mawaidha yangu. Unanipata? Yani kule imekuwa ni kusikia. Pasta kidogo misemo inanikanganya. Naam. Misemo inanichanganya. Msikilizaji. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Akili ni nywele. Kila mtu ana zake. Akili mingi huondoa. So maanisha kwamba mtu akiwa na nywele kubwa kwenye kichwa chake, akili zake zimeongezeka zaidi, kwa hivyo anaweza jiingiza katika uvuta. Tuweke sawa, tuelewe hizi nywele kubwa. Msemo tofauti na usemi kawaida tu, na wakati anasema akili ni nywele, kila mtu ako na zake, inamaanisha akili kwa viwango. Kuna vile taaluma ama talanda ama kipawa ambacho kiko ndani ya ndugu mtangazaji. Unaona sasa nafasi imechukua kama mtangazaji. Ni tofauti na mwingine vile anaweza chukua akiwa kule kama mchezaji soka. Mwana soka pale na mwanariadha. Hii studio kuna talanda mingi tunaleta hapa, kama kwa mfano kutrain hapa. Kuna technicians, kuna producers. Wale unajua huwa inamea kwa viwango tofauti. Kuna wale wahariri, editors. Kuna yako na akili mrefu, kuna yule pia ako na akili changa. So ninaweza shikanisha hapo, kama nimeshajibu niendelee na hapa pia. Kwamba katika awamu iliyopita tulipokuwa katika vijana na jamii, ndio kuna swali uliniuliza na nilikuja kukubaliana na wewe ya kwamba tusema asilimia kama ni ngapi yenye tunaweza chukua lawama turudishe kwa wazazi, ama ni asilimia ngapi turudishe kwa watoto ama vijana hawa wakishatenda kosa fulani. Kwa mfano ulikuwa unaleta mfano kwa msichana kupachikwa mimba. So hapo ndio naweza sema kwamba ukweli ni kwamba wazazi wanafaa walaumiwa pakubwa sana. Ukiwa hapo mchungaji, asante kunikumbusha. Amen. Ukiwa hapo. Yes. Unapata kwamba vijana hawa ndio tutalaumu mzazi, kwa sababu kwa kawaida pia tuseme kwa asilimia kama 75 watu wameonea wazazi. Mimi nitasema hivyo kwa sababu kuna mambo mengine huwezi uliza mzazi. Mtoto hawezi uliza mzazi father ama daddy ama mami, ningependa kwenda kulala mahali fulani. Anaweza uliza kweli? Ni ngumu. Hawezi uliza. Kwa hivyo kuna uwezekano pia. Sasa nilikuwa nauliza, swali langu ni hivi. Kwa nini hawa wasichana, watoto vijana wa kike ulaumiwa sana? Unajua wanapolaumiwa sana ndio huja na msema kwamba hata hii mimba nilionayo sikuitarajia, ilikuwa ajali. Kwa sababu amelaumiwa sana. Kwa sababu hakuwekwa sawa. Na amempata kwa sababu hakupewa elimu na saa ya kumsaidia kutimiza ndoto zake. Okay, kuna mtu nilikuwa nazungumza naye, sitamtaja kwa sababu tuko hewani. Kuna mtu nilikuwa nazungumza naye, akaniambia ikiwa utalea watoto wako, mtoto atasoma, ataenda paka chuo kikuu akiwa mtoto wa kike bila kujua mume. Si ni kweli? Hiyo ni aende katika ahitimu chuo kikuu akisema mimi ni bikira. Mimi ni virgin. Itategemea na mazingira.
itategemea na malezi, itategemea na maadili, na hayo yote inatoka kwa mzazi. Kwa nini niseme hivyo? Kuna mahali nilipokuwa nikielekea ya kwamba nilimetako vipengele viwili. Yes. Hapo sasa ni ruhusu tu ni kaweke kipengele cha ile cha 4 sasa, ambapo kimeshika uaminifu na pia mahitaji, yani ambaye nilikuwa nimeguzia, pia nitaguzia kwa pamoja. So unajikuta kwamba kama utakosesha elimu bora ile ya kijamii kwa mtoto au akitaja au wa kiume, ndio anapotoka na anaenda kujiunga hata katika chuo kikuu, anaenda kujifunza kando na ile curriculum education. Utakuta pia pressure influence education pia anajifunza kule kando na ule mtaala wa kawaida sasa. So anapojifunza kwa wale na hili jambo kule mtaani kwetu huwa alifanyiki hivi, na kumbe hivi ndio njia moja ya kupata hela. Huenda labda nimeruka hata fence, ametoka ameenda madisco kule akiwa university na chuvyo kuna maanisha hivyo. So unajikuta kama ako kule, usipomfundisha sema tu kwa shule ya upili, manake unajua mtu akiwa pale kwenye chuo kikuu anaishi kwa hostel. Lakini kuna utofauti wa chuo kikuu na shule ya upili. Ya upili labda kuna ile ya kwenda nyumbani kila siku na ile ya mabweni. Unachunga mtoto wangu ako wapi, lakini ile sasa unajua unamwachilia huru aishi kule. Unajua tu kwamba huyu mtoto mahali ameenda ako sawa na atajilinda. Na lakini kuna elimu fulani hukupea mtoto wako. So hapo ndio inakuwa nasema kwamba kama mtoto wako kwa mfano tu asema kwamba nilipata hii mimba kiajali, inamaanisha huenda hakuelimishwa na ameenda kwa makundi ingine ambayo imempea elimu nyingine potovu. Lakini tuwakumbushe, tuambie ukweli ya kwamba si ajali. Mahali ametoana mpaka akapata mimba, hiyo si ajali, hiyo ni process. Ni kitu kimepangwa. Ninailenga tofauti. Nitajibu tofauti kiasi, ndugu mtangazaji. Kwa sababu gani? Na wengine huenda unajua inachukua masekunde tu. Waelewa na hilo ni swala la wazi, mnaelewa kama wazazi. So unapokosa kuelimisha mtoto wako msichana hapa mahali katika kubalehe, unapofika umri fulani, miaka ikianzia tu teenage, inaanzia 13 ikiyoyoma hivyo hadi 18 19, ini umri mwingine hatari sana. So unapoenenda na mvulana, ni majukumu ya mama. Sasa unapokuwa na msichana mwenzako umri mmoja, labda hakuelimishwa kule na mmebembelezwa labda na mtu mmoja tu, labda ni hata tuseme mtainiwa kule lecturer, hiyo ni muhadhiri. Asante. Kuta kwamba amekwambia niko na 10,000 ya kulipia school fees. Twende kunywa chai kwangu. Umalize kahawa, umalize baridi na kahawa. Hiyo kimelipuka. So anasema imekuwa ni ajali. Kwa sababu hakutarajia. Hakika mzazi nafaa uhukumike. Maana ulikosa elimu kwa huyu mtoto. Na hiyo ndio kipengele nimesema kwamba pea mtoto mahitaji yote ambayo anayahitaji. Okay, tuachane na wazazi kidogo. Tuachane na wazazi. Unajua kuna mtu alinipigia simu akaniambia, mheshimiwa, katika vipindi vyako vyote mnalaumu sana wazazi. Okay, turudi kwa vijana. Wewe unaona ni wapi vijana utoka kwa njia? Manake unaona kwamba mzazi amejaribu, kwa sababu huwezi kuwa na mtoto kwa kila sehemu, manake pia na uko na mambo mengine kama mzazi ambayo lazima uyafanye ndio hao watoto wasonge, hata hayo masomo yasonge. Sasa watoto kuna wakati wanabaki peke yao. Ni wapi mtoto utoka kwa njia? Ni nini aswa, ama ni wapi ambapo mtoto utoka kwa njia? Ni jambo la kawaida kama wazazi. Aswa kuna kitu naitanga ile exposure. Tuache mzazi. Yani tunakuja tu sasa. Twende tu direct kwa mtoto sasa. Naeleza sasa kama mzazi, maana nimeshuhudia kwa sababu ya vijana vile umeuliza swali. So unakuta kwamba kuna ile kitu inaitwa exposure, ufichuo kwa Kiswahili. Ufichuzi. Wamekosa ile ufichuzi ama ufichuo. Kwa mfano hiyo. So unajikuta kwamba umezaliwa hapa, inaitwa wapi? Tuliko. Huko tuliko, yes. Umekuzwa hapo. Haya, umesomea pale tuliko. Alafu umejiingiza kwa makundi ambayo hayajazoea mambo, yani hawajajifunza lolote tu. Tuna makundi maharamu. Hasa sana vijana ndio wanajiingiza huko. Sasa utapata mzee anasema kwamba haki yetu kule Nairobi amebeba matawi. Na
vijana sababu ni walaumu zaidi. Utajikuta umesomesha kijana kule amehitimu, hata kama ameenda Moi University, Makerere kule Uganda, najua ndugu zangu ananisikia kule Uganda, na tena anarudi anajiingiza katika makundi haramu. Yani kwa sababu gani? Anahitaji zile pesa za haraka. Unanipata? Badala ya kujipanga yale na maono yenye nimejaribu kuelimisha nayo mapema, unajikuta kwamba anataka atengeneze hela, ni kama ameshaajiriwa tayari na hata ile profession yenye huwa alihitimu nayo sasa hata aende nayo kwenda kuapply ama kutafuta kazi, kufanyiwa interviews, lakini anataka kwamba aende afanye uhalifu mahali fulani kwa usiku moja, avamie labda sehemu, achukue mamilioni, afanye nini? Atoke mbio. Aanzie pale maisha kwa haraka hivi. Jana pia inafaa kuwe waadilifu. Maana pia wazazi wako na sehemu wanacheza sawa sawa. Ndio sababu nimesema asiyefundishwa na mamae ufunzwa na ulimwengu. So wanafundishwa kule zaidi badala ya kufuata maadili kwa ajili ya wazazi. Naona labda kitu uchangia sana ni umeanzia tukianza kipindi umeanzia kwa viwango. Kuna tajiri, kuna wale wenye wako kwa viwango vya kati, na kuna wale wako chini sana. Mimi naona labda hii hali ya kuwa chini sana labda ndio inachangia hilo, kwa sababu mtoto amekaa pale nyumbani kwao hajaona baiskeli kwa asilimia chache sana. Kwa nini niseme kwa asilimia chache? Utajikuta kwamba sasa hivi niko na mifano, kwa sababu niko hata katika studio naweza taja hao kwa majina, si kwa ubaya. Kuna mheshimiwa naheshimu sana huko nje anaitwa Bona Khalwale. Huyo utakuta kwamba watoto wake alikuzwa kwanza, yeye mwenyewe mama alikuwa ni anatengeneza hii pombe ya haramu hii inaitwaje? Changa. Na alimsomesha kwa hali ngumu sana. Lakini saa hizi kwa sababu alitrain watoto wake kwa ajili ya kwamba ana excel kwa shule na wanahitimu kila wakitoka university, wakienda hivyo unakuta watoto wa mheshimiwa wako sawa. So hatuwezi sema ni kiwango ya chini ndugu. Niseme tu ni haya kukosa kushika maadili vile umefundishwa. Lakini niongeze kipengele pia. Nataka niongeze kipengele kwa kushika dini. Unaposhika dini kama kijana, maana umenielekeza ni kijana. That is. Unapopokea ile wokovu na ukue mwongovu kamili. Kumaanisha nini? Ndugu zangu, hata sio kuwa mwongovu, hata ndugu zangu Waislamu. Ninajua kuna ile kitabu Qurani na ina mwongozo fulani ambapo vijana wanakuzwa kuanzia madras, wanakuja mpaka wanaona ni kama kuna uadilifu fulani katika imani fulani. Unaona? Na kule sio Qurani ama imani ya Uislamu peke yao. Vile vile hata kanisani sio mambo na kufundisha tu Biblia peke yao. Kuna ile hata vitengo zenye naona, kwa mfano penye nimetoka nimetenga nafasi, kuna mwenye nimetenga guiding and counseling kwa ajili ya ushauri. Na hata hivyo niruhusu niruke kwa vijana, sababu umeleta swali la vijana, nirudi hata kwa wazazi. Hata hivyo wazazi pia ndio hiyo, wazazi pia naye wanafaa wajukumike kwa ajili ya kuchukua hata nafasi mara moja mara mbili kwa wiki tu kwa ajili ya kuelimisha watoto hawa. Wanaweka kwa meza baada ya mamkuli ya jioni na wanasema haya, tuombe basi. Kando na kuomba, tunaomba leo mtu atupe encouragement ama himizo. Na pia kama wazazi wanaona kuna tofauti fulani kwa mtoto fulani, lakini hawezi mpesi ndio aibike kwa wengine, wanaleta kama topic of the day. I'm here. Correct. Jaribu sana pia mfundisha watoto. Kuna wakati mnaongea pia mambo ya uongofu. Pia tukimalizia utajaribu kutufafanulia kidogo kati ya uongofu na uovu. Lakini kwa sababu inahusu vijana. Lakini kitu ambacho pia ningependa sana wajaribu kufundisha hao vijana. Unajua hata vijana hawajui kuombea chakula. Hawajui kuombea chakula. Tumeenda bwana mahali watoto badala ya kuombea chakula wanaanza kuimba. Changamoto. Wanasema tuimbe kidogo. Na hilo ni wimbi kubwa sana. Mnaimba dakika 30. Na hilo huwa linachangiwa na kitu tunaita, ndugu yangu, nitaomba tu unipate sawa sawa. Uoga. Uoga inachangia pakubwa sana. Na uoga huo naye tumehimizwa kama Mkristo mimi, licha kwamba uchambuzi wa uongofu na wokovu itakuja baadaye. Naona uoga inachangia pakubwa sana. Kwa nini? Katika Biblia tumeonywa mara nyingi sana.
65 tusiogope. Yeah. Watu kama Daudi hawakuwa watu wa kuogopa. Ndio sababu unaona anaua hata simba marara, dubu, anaua Goliathi, hiyo kukosa uoga. Paulo anatuonya katika Timotheo wa kwanza 4:12. Na mtu awaye yote anaambia Timotheo, asiwahi dharau ujana wako. Unanipata? So katika hiyo hali ya kusema asiwahi dharau ujana wako, anamaanisha nini? Inafaa tukue hodari. Ndio sasa ubobee katika kule nje. Unapoenda katika ufumbuzi, that is exposure, karakana workshops, usione hii kitu ni mgeni kwangu. La hasha, vile mwingine alifanya, hakuwa anajua, alifundishwa vile vile, na tunasonga mbele. Ni nini? Okay, tukimalizia, manake naona pia muda wetu unatupea kisogo sana. Tuangalie sasa jinsi ya vijana kupotea. Tukimalizia, unapata kwamba vijana wengine wamejiingiza katika masuala ya usherati, matumizi ya mihadarati na mengine mengi ambayo yanapoteza maadili. Okay, nataka sasa kama evangelist, kama mshauri wa vijana, tuone ni jinsi gani hawa ambao hawajaingia tutafanyaje wasiingie. Tujaribu kuwaonyesha ni nini ambacho kinafanyika ili hawa wajikute katika mihadarati. Na unajua unapotumia mihadarati na ukosa pesa, hapo ndio utaiba. Lazima utumie. Na uwezi tumia bila pesa, lazima ununue. Kwa hiyo lazima tuangalie, tueleze hawa vijana ambao wajajiingiza watajilinda aje ili waweze kweli kabisa kuepukana na mambo. Kuna swala nyeti hapa ambalo sijalikuzia, ni ulinzi kwa watoto wetu. Vile sisi wenyewe pia tunajilinda kama wazazi. Inafaa itakuwa vyema ujua kwamba mtoto wangu hapo wapi, anafanya nini, na kila anachofanya kinamfaa ama ni saa ngapi, na nimechukua muda gani na mtoto wangu. Wakati alikuwa ametoka shuleni, amerejea sasa. Unanipata sasa? Sasa hapo nyumbani, je, kunako nafasi ya kuchukua kuangalia kwamba nikuwe karibu na mtoto? So kukosa ulinzi kwa wazazi, sisi kwa watoto, ninasababisha mambo mengi sana kwa ajili ya watoto kuwa potovu. Maana unawaachilia sana kuenenda mahali kokote wanahitaji, na kule ndikosa wataenda sasa, wanakuwa ni wanapata walimu, wanawapa maarifa mapya ambayo ni yenye ambapo labda ni potovu, na hiyo inawapa mwongozo ambao haufai. Na pia hata kando na hivyo, unapata labda tunakosa kufundisha watoto wetu doing the right thing at the right time. Unanipata? So tunahitaji tulinde watoto wetu sio kuwaweka katika ile pressure. Abda hasha tu tunaenda mtoto ako wapi, mbona unatoka, ada hasha. Lakini kuna ile hali ya kuwa tu yani ni kama huyu mtoto nampenda. Hiyo sasa ulinzi ulio bora kwa mtoto. Sio ile total security. Tumpe pressure, la hasha. Tukue karibu na hawa watoto wetu. Utajikuta hawaenendi katika matendo ama mahali ambapo ni uadilifu ambao haufai. Asante sana mpenzi mtazamaji, ni vijana na jamii ndani ya Joy and Hope. Najua kwamba umeelimika sana na kupitia haya tunayoyazungumza, kupitia haya tunayoyasema, yatakufanya wewe mzazi pamoja na kijana pale nyumbani kuweza kupata maadili mema na kuweza kuingia katika mambo muhimu sana ya kuweza kufikia malengo yake kama kijana. Kwa hivyo mchungaji, nataka tumalize kwa sababu muda wetu umeisha. Ningependa tutumalizie kwa labda kwa dakika moja, ushauri wako ama kauli yako ya mwisho. Ya kwamba kama inawezekana, waliokuwa wakinisikiza kutoka Jamhuri yetu ya Kenya, kule Mombasa, hapo hadi mashariki magharibi ya Kenya kule ambako ninakotoka, wazidi kuendelea kusikiza hiki kipindi, maana tunaenda na awamu, na wataendelea kufaidika na zaidi kupitia kwa hiyo link ya YouTube Joy and Hope TV, na Mungu aweze kuwabariki. Amen. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi muda huo wote, na tunajua kwamba utaweza kutufuatilia hasa sana unapoingia katika mitandao pale ya kijamii, Facebook Joy and Hope TV, pia pale kwenye YouTube Joy and Hope TV. Zingatia sana kulike, kushare, kusubscribe ili kwamba ujumbe huu tunapozungumza uweze kufikia watu wengi sana. Tafadhali share ujumbe huu ili kwamba nawe pia uweze kubarikiwa na uweze kuinulia pale nje. Kama kijana, jilinde na utembee pia katika uongofu na utakatifu, na litakuwa jambo la busara sana. Asanteni
kwa wale ambao wametusikiza. Kabla niondoke, ningependa tu kuwatambua wale ambao wametuelekeza katika kazi hii, mpiga picha director pale, pamoja na producer. Asanteni sana kufanikisha makala haya kutoka kwangu, Mheshimiwa Kea Wycliffe. Hadi wakati mwingine, uwe na wakati mwema.